sana umenifurahisha. Na hiki kitu mimi nilikuwa nawaza sana. Na wakati najaribu kumcheki baba, bahati mbaya alikuwa hayupo online, lakini imekuwa kama surprise kwangu. Yaani wewe mwenyewe mazingira umeyaona, kwa hiyo nilikuwa nahitaji mfanyakazi kwa hii nyumba, maana mizunguko yangu ya hapa na pale bado sijatulia, nina mizunguko mingi. Lakini nashangaa kakangu umejiongeza, umeniletea mfanyakazi, na ni kitu ambacho nilikuwa sitegemei. Wewe unashtuka nini? Unaumwa? Kaka? Ana matatizo? Ni mtu gani umeniletea? Afu mbona inaonekana wewe ni mshamba sana? Kinachokushtua hapo ni nini wewe? Nani, Freddy? Freddy? Yo mwanangu. Chukua kitu bwana. Chukua kitu. Freddy mwanangu. Namba. Nimekuita hapa kwa ajili ya mazungumzo juu ya ndugu yako. Ndugu yako yuko safarini anarudi. Anarudi? Na akirudi kesho anafikia Dar es Salaam kwenye nyumba yake. Badala ya hapo atakaa siku 2 atakuja hapa nyumbani. Kwa hiyo sasa nimeona vyema nikwambie kwa sababu wewe yule ni mdogo wako, ni lazima ujue kwamba habari ya ndugu yako lini anarudi na ujiandae kwa ajili ya kumpokea. Sawa, mimi nimekuelewa mzee. Kwa hiyo ujiandae umpokee ndugu yako ili mambo yaende vizuri. Nashukuru mzee kwa kunijia taarifa. Naam. Na imekuwa ni vizuri na tujue tunampokea vipi. Naam. Hapa nyumbani. Basi mimi nasema haina shida. Na ndio maana nikasema nikikuita tukazungumza kwa sababu wewe ndo mkubwa. Na wewe lazima nikushirikishe majambo yote. Kisha umpokee ndugu yako na baada ya kufika wewe utamleta nyumbani kisha ndio mambo mengine yataenda sawa. Basi sawa, mimi naenda kwenye harakati zangu kule sokoni Stilio. Leo nitakuletea na maembe leo. Haya. Siwezi kuona kama maembe yamekuwa mengi sana. Haina shaka. Basi baba. Baadaye. Haya. Isabella. Mambo vipi wewe? Kama kawa. Mtoto mzuri. Rafiki yangu mimi nikipata pesa zangu na kuahidi mara ngapi na kuahidi ujue. Nikipata pesa zangu lazima nikuweke ndani Isabella. Mtoto mzuri. Ila wewe Freddy mcharuko. Kila siku kukutana na maneno mapya. Yaani hauishiwi hata na mada. Hamna, sio kuongea sana Isabella. Isabella unajua wewe mtoto mzuri sana Isabella. Isabella mimi naamini kabisa siku ambayo nikipata mavumba yangu na kuhangaika hivi. Mbona kuweka ndani mtoto mzuri? Angalia maneno yako. Usije ukapiga na nyama. Siwezi kupiga wakati wewe mwenyewe pia mtoto wa kiume bwana. Mimi natafuta alafu mimi tutakuwa na nguvu Isabella. Ila ndo nakwambia angalia usije ukapigwa na wenye mali, jimbo tayari lishagombewa hili. Hamna. Mimi nakwambia kitu kimoja. Ngoja nipate pesa zangu. Nikipata pesa zangu, mbona picha linaonekana Isabella? Poa bwana. Poa, hamna noma Isabella.
upo huku. Wewe hizi takataka hata kwenda kumwaga kule vitu vyote nifanye mie mwanangu, eh? Na biashara yenyewe unaiona hivyo, hasara tu kuwa kazi yako kula ndizi. Eh? Mwanangu, kwani unafanya hivyo mwanangu, eh? Vyombo umeacha. Mimi nimeosha vyombo, nimemaliza. Kutoka hapo matakataka nikamwage. Wewe umekuja huku unakula ndizi. Kweli mwanangu? Amna mamangu. Sio hivyo unavyofanya mwanangu. Hapana, unavyofanya sio mwanangu. Haya sabali ya mwanangu. Jambo lingine mwanangu. Tuweke mboga za majani mwanangu. Si unaona alionyeza sasa hivi. Babako kama hivyo amefariki tangu wewe upo mtoto, tumehangaika, tumepata genge hili, haina tukizi, lakini haikidhi haswa. Inabidi wewe ujiongeze mwanangu. Uende stereo, ukachukue mboga za majani, uweke hapa, unauza. Au utatembea Hapo kwenye kutembeza mamangu hapana. Mimi nakutembeza mabeseni wapi na wapi na jua kali lote hili. Wai mboga. Hapana mama. Basi sawa. Basi sawa. Inabidi ufanyeje? Utaleta mboga za majani hapa. Siku mimi nitaenda stereo, siku unaenda wewe na napumzika. Mambo yanaenda mwanangu. Sawa mamangu, nimekuelewa hata sijali kwa hiyo. Ila hiyo ya kwenda stereo asubuhi kubeba mboga za kwa wewe. Mimi siwezi kuamka asubuhi. Basi nitaweka tu hapa. Sawa. Mume wangu samani. Naam. Nimekuita hapa na jambo nataka tuzungumze mimi na wewe. Sawa. Mimi nilikuwa na wazo mume wangu kwa sababu mtoto wetu Noeli anakaribia kurudi Tanzania. Sawa. Sasa nilikuwa nawaza unaonaje atakaporudi tumtafutie mwanamke wa kumuoa? Jambo lenyewe limekuwa haraka. Lakini ni sawa kwa sababu elimu tushampatia. Na kama unapendekeza tumpatie na mke ni sawa, lakini sasa mbona imekuwa haraka? Wanawake wenyewe wa siku hizi, unahisi tunaweza tukampata mwanamke aliyekuwa sahihi? Kwa hilo mume wangu usijali. Kuna mtoto wa rafiki yangu Isabela. Nadhani wewe mwenyewe unamuona. Yaani yule mtoto katulia. Alafu vile vile atamfaa sana mtoto wetu. Basi sawa, kama unaona Isabela anafaa, lakini sasa itabidi ukazungumze nao kwanza. Vile utakavyokuwa umezungumza nao na watakavyokuwa wamekujibu, kama watakuelewa basi itakuwa jambo zuri na mimi nitakuja kumalizia. Naomba hichi kijiti nikuachie wewe kwanza. Itakavyokuwa basi utanijuza na mimi nijue nafanyaje. Sawa, kwa hilo limeisha mume wangu. Wewe niachie, mimi nitafuatilia kila kitu na nitakwambia nitakapokuwa nimefikia nitakwambia. Ili mradi mtoto wetu akija tumkabidhi mwanamke wa kuishi naye ili asiweze kuhangaika na wanawake hawa sababu sasa hivi maradhi kibao. Mpenzi, vipi umeenjoy au? Nimeenjoy sana. Sijui kwa upande wako vipi. Nahisi unaelewa kwamba mimi kila siku huwa naenjoy. Na wewe ndo mwanamke pekee ambaye unanifanya na enjoy. Yeah. Ndio maana nakupenda. Nakupenda pia mama. Lakini baby. Vipi kuhusu ile swala langu la kuleta barua nyumbani? Unajua tokea tumaliza shule mwaka wa 5 sasa. Kila siku umekuwa tu kuniahidi kesho, lakini bado utekelezi. Isabela. Najua unafahamu kwamba hali yangu ni ipi. Unajua fika kabisa kwamba maisha yangu ni tia maji. Fosi hapa chukua pale ndo nipate kidogo pesa. Sasa na unavyoelewa swala la barua sio swala dogo. Kwa hiyo mimi nikwambie tukuwa na subira. Muda si mrefu nitapeleka barua kwenu na utakuwa wangu, sawa? Ni sawa. Lakini mimi nimechoka bana ya maisha. Unajua mimi nakaa na mamangu sasa tena mpaka nianze kumtoroka mama, mara sijui nimwage naenda wapi ndio unakuja huko. Sasa mimi mwenyewe nishachoka na maisha bana. Fanya haraka. Basi sawa. Come on. Mimi ndo nimekwambia. Sawa. Na nahisi hivi karibuni tu utaenda kuongea na mzee wangu pale aje kwenu.
aje ongea na mama yako, basi fresh utaratibu mwingine uendelee, sawa? Usinidanganye. Siwezi kukudanganya Sabila yangu, sawa? Sawa. Nakupenda pia. Alafu nikuombe kitu basi. Kitu gani? Potea. Niambie bana. Okay. Nitataka tena. Kidogo tu. Muda kuondoka sasa. Come on. Mama mkwe kule atakuwa ananitafuta sasa. Unajua nimeondoka muda mrefu. Najua hilo mama. Kidogo tu. Bana mimi sitaki. Hivi. Tena basi. Kwa nini? Usinune basi. Tabasamu.